dharau. Kiu yangu na haja yangu nifanane nawe, nifanane na maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka, utadharau. Kiu yangu na haja yangu nifanane nawe, maombi yafike kwako, moyo uliobondeka, utadharau. Kiu yangu, haja yangu Baba, nifanane nawe, nifanye Baba, nifanye kama wewe unifinya, nifinyange Baba, nifinya, nifanye kama nifanye kama wewe unifinya, nifinyange Baba, nifinya, wakinitazama wakinitazama wakuone wewe unifinya, nifinyange Baba, nifinya, wakinitazama wakinitazama wakuone wewe unifinya, nifinyange Baba, nifinya, nifanye kama wewe, nifanye kama wewe unifinya, nifinyange Baba, nifinya, wakinitazama wakinitazama wakuone wewe unifinya, nifinyange Baba, nifinya, wakinitazama wakinitazama wakuone wewe unifinya, nifinyange Baba, nifinya, wakinitazama wakinitazama wakuone wewe unifinya, nifinyange Baba, nifinya, nifanye kama wewe, nifanye kama wewe unifinya, nifinyange Baba, nifinya, nifinyange nifanye kama wewe unifinya, nifinyange Baba, nifinyange. Glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy. Oh,
yote, wewe mwaminifu. Wajibu mambo yote, wewe mwaminifu. Inua tu mikono yako juu. Mara nyingi tumezoea tu kuimba wimbo ni kwa sababu inaimbwa, lakini kama ungekuwa unaimba hiyo wimbo ukijua ya kwamba ni hiyo wimbo inakuhudumia wewe, wakati ambapo mwimbaji anaimba anasema Bwana unaweza. Sasa tumeingia kwa kipindi cha mafunzo na deliverance. Hapo hivi ndio unaambia Bwana, ninajua unaweza niondolea hii tatizo liko mbele yangu. Mara mingi sisi tunachukuanga nyimbo ambazo tunaimba tu ni kama kawaida. But let me tell you, pia hata muimbaji anatumika kama mtumishi kuhudumia moyo wako. So it is good to be sensitive. Kwambia Bwana, ninajua unaweza. Kama vile Biblia inasema vile mtumishi wa Bwana atakuja kudeclare kitu, pia mwimbaji Mungu anamtumia kama chombo ili kuongea na wewe, kukusaidia, kukwambia ya kwamba Yesu anaweza. Mungu anaweza. Mungu anaweza. Mungu anaweza. Mungu anaweza. Fungua tu kinywa chako mwambie Bwana, ninajua unaweza. Nigeuzia challenges yenye niko nayo na kile ambacho kimenileta hapa Bwana, ninajua ya kwamba Bwana unaenda, maana ninajua una uwezo wa kubadilisha. Kwa jina la Yesu Kristo, Bwana ninajua unaweza tu. Wewe ndio unayenijua kuliko vile ninavyojijua. Unaelewa hali ambayo Bwana ninayopitia. Unaelewa hitaji ambalo niko nalo. Lakini Baba, ninakuaminia masaa kama ina wakati huu ya kwamba Bwana unaweza, kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Baba, tukufu utukufu wako kama praise and worship, na kama kanisa na kama watoto wako. Lakini Baba, utukufu kurudie. Inua tu mikono yako juu. Tunataka tumpe Yesu sadaka nzuri ya makofi na shangwe tunapoimba praise moja, na naamini ya kwamba our dad atakuwa anakanyaga kwa pulpit ili kuhudumia nafsi zetu kwa jina la Yesu. Inua tu mikono yako juu. Ni vizuri jamani kumpatia Bwana sadaka nzuri. Sadaka nzuri ya makofi na vigelegele. Na naamini Bwana anaenda kutenda mambo mazuri. Inua mikono yako juu hivi. Alafu niweke hiyo wimbo jamani ya Kiluya. Papa, koni miketu dhimisa. Mchezaji vyombo. Inua tu mikono yako juu. We want to appreciate God kwa shangwe na vigelegele, tukisema ya kwamba Bwana anatawala kwa jina la Yesu Kristo. Inua mikono juu namna hiyo. Inapohesabu 1, 2, 3, tunampatia Bwana Yesu sadaka ya makofi kwa jina la Yesu. Haya, 1. Haya, 1. Yesu. Nataka useme Yesu. Hata ile mapepo ambayo jamani imekatalia anga hii inaanguka kwa jina la Yesu. Haya, 1. Yesu. 2. Yesu. Haya, 3. Yesu. Yesu makofi kabisa. Shangilia Bwana Yesu. Shangilia Bwana Yesu. Shangilia
Shangilia Bwana Yesu. Aha, mpe Yesu sadaka nzuri kwa jina la Yesu. Haya, makofi jamani. Hallelujah. Twende haraka kidogo. Atawale, mwachie Yesu, atawale, sema atawale, mwachie Yesu, atawale tu, mwachie Yesu, atawale Baba, atawale tu, mwachie Yesu, atawale.
Yesu makofi mazuri kwa jina la Yesu. Thank you. Amen. Put your hands together for Jesus Christ. Mpigie makofi. Baba, tunakushukuru. Tunasema ni asante kwa kutupatia wakati mwingine tena tukaweze kukuabudu. Hatuna Mungu mwingine ambaye tunamngojea ni wewe, na hakuna kwa kuenda ni kwako. Tusaidie, tuelimishe na utupatie jinsi ya kukaa karibu na wewe. We seek your guidance. In Jesus' name, somebody say amen. Very good. You may be seated. Wagapi wamekula? Kama umekula inua mkono wako juu. Wengine hamjakula? Pole. Pole sana. So I'm glad again to be with you. I wish rudisha hizi kule juu. They were better there. I'm glad mko hapa tena. Mungu awabariki. And I'm very happy for you. Sema, I'm very happy for you. Who? Asante. Kuna mtu nataka wasalimie hapa, anataka kuenda, ni mdosi. Ndio mdosi wetu, ndio mkubwa wetu hapa. Si ukuja mdosi. Aka ni kama idota. Mnamjua? Anaitwa Waboi. Huyu sasa ndio mkubwa ya wote. Kanatibu. Wewe na Susi nani mkubwa? Umeachana na miezi ngapi? 6 months. Si unaona wanajuana. Na nyinyi hapa ni panganga tu. Tega. Msimuko wazuri mnapendana. Wapi? Naitwa Wamboi Doreen. Nimeokoka na mpenda Yesu. Nimefurahia kuwapata mko salama na nimefurahia kuwa mahala hapa. I think that is all about me. I'm married to a husband who is a male. Yes, God bless you. Umemaliza? Yeah. Huyu ndio pastor wangu, Pastor Doreen. She's my pastor. Kama kuna mtu alisave maisha yangu, it is this young girl. Those days kulikuwa kuna kuja gari ngapi za pombe? Kumbe kasichana kanajifungia kwa nyumba kuomba ati this thing shall never come hapa. Sasa tumepaki lori ya KBL mzima tushughulikie ishe. By 3 days lori mzima inaisha na busi kama 200. Sasa kumbe na haka kalikuwa kamchawi. Ulituroga. Ulikatasa tukunywe pombe. Wewe tuli mundu mwega. Wagiririe tunywa njo ina niguo tukaga twiki. Aliomba mpaka tukawacha pombe. Nyumba mzima wanaume karibu 200 wakachanganyikiwa. Na then I think you were about 14. 17. Yes. Yeah. So ukiona mtu, power ya Mungu haikujagi kwa mtu mkubwa ama mtu mdogo. It is how God uses you. She has been my pastor. She's a pastor of my kwetu, watoto wao wote na wabiaga wengi. Huyu ndio chairman na ndio pastor. Huyu atakini samoni na wachaga hapa na kibia nyumbani kusikia bosi anasema namna gani. Si mnaona ni bosi? Na huyu ndio alitufungulia ndoa hapa kwa hii kanisa. Na kama kuna mtu nilimbebesha mizigo ya tabia zangu zote, ni huyu. Akabeba kama Yesu, akatoa sadaka, ndio marriage ikawa. She's the first one family, the entire family kufanya harusi ya kanisa. The entire family kwao, kwa kina mama yao upande ya kwetu, the first one kufanya harusi. Tulifanyia kule City Stadium. Sasa kuna mwingine anataka kufanya harusi. Yes. Kuna keki. Alafu ukikuja, alafu na mimi ninafanya yangu. Thank you. Inokaribu. Inokadogari. Simpigie makofi, wacheni wivu. Wivu. Mama
mwana ule ogedali na thina na inyo mwe na thina sindio? Sasa nataka kuwafundisha jinsi ya kupigana vita za kiroho, jinsi ya kufanya nini, kwa sababu nilikuwa na hiyo topic ya the Lord will provide, shall provide, lakini nimehimiziwa, nimeambiwa watu wengi hapa, you are here but you don't understand, you don't know how to fight spiritual battles. I want to train you, to show you how to fight this, because many things are happening in your life but you don't know how to handle, and maybe they are very small things. Nika kitu kadogo tu nekuraga aki kana kunyita thuyana to nduya de nyita go e dry no hinya ete matogo eko go kwa mio ya gopo. Hello. So how to fight spiritual battles? Kindly nitengeneze the spiritual battle, then reduce the volume. What are spiritual battles? Vita vya kiroho ni gani? Nyinyi kila mtu hapa, kwa sababu I have interacted with almost of you, na kila mtu ako na design yake ya vita za kiroho. Kila mtu huyu ako na hii, huyu ni ya familia, huyu ni ya bwana, huyu, kila mtu anakuanga na vita zake za kiroho, na zinakujaka na design. Ile kitu ujui itakujia wapi na italetwa na nani. Kama ukipita upande katika, mwambie atengeneze sauti kidogo. Ukipita kuna venye utakutana vita zako zinakujiaga kupitia kwa doa, na kuna wengine inakujaga kupitia kwa biashara, na kuna wengine inakujaga kupitia kwa wazazi, na kuna wengine inakujaga kupitia, yani vita vya kiroho. Hizi vita zinakujaga kulingana na kuna design, na hiyo design si wewe uko nayo. Hiyo design imetoka mbali, imetoka from your forefathers, ni ka design kana kuanga kwenu. Kwa hivyo usipo understand ka design ka kwenu, hata uende ufanye namna gani, hiyo design, hiyo vita itakupigana na wewe na itakushinda, maana hauelewi kwenu vita za kwenu zinakujaga aje. Mimi kama sasa kwetu vita za kwetu zinakujaga marriages. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio naonaga ninawakosho ni sana, wacha kukiberebere. Ngoja ni soti yangu, nikisoti vizuri, na tulisoti na waboi, nikabia waboi, sasa wewe utakuwa wewe ndio sacrifice yako, ikitoboa tumetoboa. Waboi alitusaidia, tumetoboa. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is where you know, nili understand kupitia kwa marriage kwetu ndio kuna shida. Pia kuna wengine utakuta kuna wengine unakuta kupitia kwa business line, unakuta ndio shetani anasimamaka kwenye business line. Wengine wanakujaga health, kwa health yako ndio shetani anapataga nafasi ya kupitia kwa health. Wakati mmejipanga vizuri, mmejipichaga, unasikia kumetokea nini? Accident, mtoto amevunjika mguu na anakimbishwa, na unaona coincidentally huyu mtoto hapelekagwi hospitali ya Raizi kwa sababu unasemekana amevunjika vibaya, lazima umpeleke Aga Khan. Kwa sababu Aga Khan anataka kwenda, hiyo tu pesa tu ulitengeneza tukuliwe. Tukisha kumalizika utasikia ni dislocation, hata hakuwa amevunjika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine wanaingililiwa na wazazi. Unakuta mama yako ndio shida, baba yako ndio shida, your brothers, your sisters ndio wanakuwa ni shida. So understanding, when you are entering into a spiritual battle, lazima understand vita za kwenu huwa zinakujanga aje. See, we are not uniform. Ati ukuje upigane na vita za kwenu ni kama unapigana za kwingine. And that is why normally I ask for person kuja tuongee. Unanipigia simu na kuambia just come, we talk, because I want to understand a retro history about you. Once I understand the retro history about you, I'll be able to know the approach. I'll be able to know how to counter the whole thing. I'll be able to know how to advise. Maybe something, it is not for prayers. Nitakwambia tu do this and do this, and the end of it. Bwana Yesu asifiwe sana. Everything is not prayers. Sio kila kitu lazima tuombe. Some other things I will advise you. Gwera te tia gushoka gwekera macisho maya nimo maraguthukira. We maombi na igiria hapo kwani aje. Nikukwambia kwa sababu nimerealize hii vitu amevaa alikuwa nafikiria ni madoido, lakini imeanza kumuaffect. Na hivyo mama yake ndivyo alivaa akiwa msichana, akiwa madoido, na ikakuwa affected. Kwa hivyo kuna kakitu wanafanyaga kwao kana trigger the whole thing.
that is affecting you. Most of the diseases, most of the problems and challenges ziko kwenu zilikuwa triggered. So I normally go for that trigger. What triggers the problem in your family? What triggers the problem ya marriage ya kwenu? What triggers the problem kama sasa kwetu marriage za kwetu zilitokana, baba yangu alikuwa wakati alioa, immediately alioa mama yangu. Lakini alipooa mama yangu akashikwa, akapelekwa kafungiwa Kamete kwa sababu ya maumau. Naye baba yangu akashikwa, akapelekwa Kericho. Umeona sasa, wakakuwa separated. Kisha baba yangu akaambiwa bibi yako alikufa. Naye mama yangu akaambiwa baba yako alikufa. So baba yangu akiwa Kericho alitafuta mwanamke mwingine na akaoa. Naye mama yangu wakati alitoka Kamete aliinsist, na ndio mnavyoko wa mama, kuna lazima mnatumia akili. Wacheni kupiga mdomo mingi para kama uejielewi. Una reason. Mama yangu alipoachiliwa, kitu ya kwanza aliuliza hawa maaskari, nitafutiwe bwana yangu. Kukawekwa masigino zikawekwa, baba yangu akapatikana ako Kericho. Mama yangu akasafirishwa mpaka Kericho. Alipofika kule alikuta baba already alioa, kwa sababu suliambiwa bibi amekufa. Sasa si unaweza kaa hivyo. Sasa mimi naweza kukungoja wewe uende UK uniache hapa. Ukae miaka 10, miaka 12, 13. Mimi nimekaa tu Kisugu nimekungojea. Niwezekani. Hata wewe unaweza niongojea. Kutika no eterere mundu miaka 15. Ate tondu we muthiku. Ura murarikanira. Iwai kwa mutirarekanira. You move forward. Tena araikara kuu niki na ndari na reason. Wewe uraikara kuu na nani niki? Uraikara Thika ni gaikara Nairobi niki? Is there any reason? Hatiri. Is that marriage? So mama yangu aliinsist atafutiwe baba. Alipofika kule alipata mzee, lakini alipata mzee ako married. Sasa ikakuwa mung'ang'ano, ikaanzia hapo ya kutafuta ni namna gani. Huyu alikuwa huko akasema mimi ni number 1. Mama yangu amerudi amesema mimi ni number 1. Kwa sababu hakika mama yangu ndiye alikuwa number 1. Maana ndiye alikuwa ametolewa mahali kwanza. So wazee wakachini wakalizo. Mama yangu akarudishwa kwa kiti yake, huyu akarudishwa kiti ya chini. Huyu alianza vita na mama yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wote wakaanza na nini? Na unakumbuka siku hizo hakukuwa kanisa, hatutakimbia kwa pastor Waroige. Walienda kwa nini? Kwa hizi mavitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu akaenda kwa hizi na huyu akaenda kwa hizi. Sasa huyu anaenda kwa mganga, anaambiwa beba hiki kakitu ende weka kwa shamba. Na huyu naye anaambiwa ende ufanye hii uweke kwa hapa. Sasa boma yetu ikafanyikana nini? Madhabahu ya uchawi. Hao wa mama walirudi wakaokoka. Mama akaenda kwa PVA, huyo mwingine akaenda independent. Na waliokoka ya ukweli vizuri kabisa, na baba mzee naye akaokoka. Lakini walipoondoka, huyu akaenda PCA na huyu akaenda independent. Baba naye akabaki, mzee anaenda independent na anaenda PCA, lakini akikufa alienda akiwa wa PCA. Kwa sababu lazima tuliitishwa koti yake na nini? Na kadi. Uwezi hata kama wanakujua. Hawawezi sika wewe kama hauna kadi. Hiyo wazee walikuwa wamenistua. Na tulikuwa tumepanga. Najua walikuwa wamesema hawatazika, hatafanya hiyo mazishi kwa sababu kadi ilikuwa imepotea. Na mama alikuwa ameficha, asijui alikuwa ameweka kadi. So sisi tukaitishwa kadi, tukasema hatuna kadi. Hakiwa leo tutikoke mudika. Tulikuwa tunangojea. Mabrothers tunajua tuko wengi. Tuko mabrothers 15. Tukakaa kwa gate tukasema aya adhuri. Ni matira tu huko magaburi. Na magerie ku mageti. Bwana asifiwe sana. So what happened is that walipowaka hizo mavidito kwetu, kule kuko na vidito na huko kwetu kuko na nini? Kuko na vidito. So imekuwa ni madhabahu. Huyu akainua madhabahu, maana mangu alikuwa anatafuta kiga na ule alikuwa anatafuta striking, sababu alikuwa na strike kule kwa guke. Na mangu alikuwa anatafuta kiga. Wote walikuwa wanaenda kuchukua wapi? Kwa mganga. Kwa hivyo wote wawili ni sasa sisi kuzaliwa kwetu tumezaliwa na tumelelewa kwenye shamba ambayo imewekwa vidhito. Na vidhito, origination ya vidhito kuletwa kwetu ni kwa sababu ya jina marriage. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina marriage ndio imesababisha kwetu kuwekwa hizo vitu, maana they are fighting over a marriage.
Bwana Yesu asifiwe sana. So once now tulipokomana tukaondoka, mama yangu waliokoka, lakini hakuenda kutoa. Bado ziko wapi? Kwa shamba. Yule mama aliokoka lakini hakuenda. Walirudi wakakuwa marafiki wazuri sana na wakaokoka na wakasema hiyo yote isha ya kale tugange yajayo, na tukakuwa vizuri, na tutakuwa Disemba hii tunaenda hapa, Disemba hii ingine tunaenda kwa hawa, na hiyo maneno kaisha. Lakini ile kitu imepandwa nyumbani haikuambiwa tumeondoka, iliambiwa bado iendelea kukaa wapi? Hapo. Sasa wakati tumekuja sasa kuoa, shida zikakuwa, tunakuta the same thing that happened to my father, unakuta hiyo the same thing imehappen kwako. Mimi nilienda Amerika lakini nikajikuta Kenya, tukakuwa separated. My father was separated, my brother alikuwa separated, my other brother separated, my other brother separated, wote walikuwa separated, and separated culminated into the act of divorce. So if I don't understand the battle ambayo iko kwa laini ya kwetu, nitashinda nikitafuta mwanamke. Angalia mimi nimekuwa na wanawake wangapi? Wabuya leo huko kanali nitajikuta niko na wanawake wangapi? Niko na mwanamke huyu, then something will come in, will separate from her. Nitachukua huyu, something will come in, will separate me. Nitatafuta huyu, then something will come in, will separate me. Why? There is a force operating in our family, and this force that is operating in our family, that's the determining factor whether we are going to succeed or we are not going to succeed. And now because there is that foundation ya marriage ambayo ina affect kwetu, but ina affect hata economically we are affected, and anything that God has given us as a gift, it is affected because we are operating on an altar ambayo iko kwetu, na hiyo altar haijafunjwa mpaka wakati itavunjwa, because it affects marriage. It is where it is marriage ni umbrella that God uses to bless. Is that not true? The marriage is an umbrella that God uses to bless. If we don't have a marriage, there are blessings that you will not get. There are things that don't happen to you because you are not in the marriage. In the marriage structure, there are blessings that will come. There are things that will come because you are married. There are things that will come into you because I am your husband. So because I am your husband, kuna vitu Mungu ataachilia because of that institution of marriage. Therefore, the devil will always want, because of the church, the devil targets the family. Once the family is targeted, then the church will not come together. Bwana Yesu asifiwe sana. So church is a structure. Family is a structure that brings the church. Family is a structure that brings what? The church. Therefore, if the family is not there, the church is also not there, because God blesses through that structure. God, there is wealth, kuna utajiri itakuja kwenu because of your wife and because of your husband. Kuna utajiri itakuja kwenu because mumezaa watoto. Kuna utajiri itakuja kwenu kwa sababu watoto wenu wameolewa. Kuna utajiri itakuja kwenu because there is something that is happening within the family structures. Therefore, if these things are not operational in your family, utakuta kuna vitu haviendelei. You are struggling. Like now, me, I am single. Kuna vitu najaribu kung'ang'ana kuvitengeneza, havifanyiki. Lakini kama ningekuwa na mtu, vingefanyika. Kama ningekuwa na somebody there, zingekuja. Because hizo vitu zinapitianga kwa njia ya mwanamke. Na kunazo zinapitianga kwa njia ya nani? Ya mwanaume. Kwa hivyo utakuta, that is why the devil targets the family to destroy. Kuna gift zingine zinaweza kuja. Kama kuna juzi, mama mwingine walikuja na mzee wake ni wafanye counseling. Sasa walipoingia kwa ofisi yangu, mimi waliponiambia the reason tumekuja, mimi machozi ilianza kumwagika. Wakafikiria ni roho ameniingia. Lakini sasa nilianza kujiuliza, gwaji yako nitaanza wapi? Nitawaambia from which example? Mimi mwenyewe sina. Kumwira ate what an advice I give. Au mugioka na muthuri wako inge muhe na ni murenda gutigana nie ndire na mundu ri urecia ni advice iri kwingikwira mundu akogia mweherere. Sidio? That is the most common thing that will come on me because I am used to that, and that is my foundation that I have. So the most encouragement I can give, because mimi nilisumbuliwa
Na niliposumbuliwa niliotokea na nikakuja na nikakaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. And that therefore there are things that you must understand. I'm trying to stretch this point that before you start that spiritual battle you want to start, understand the dynamics of what could have happened in your life. Ni nini kilifanyika? Ndio ujikute kwenye hiyo uchawi iko kwenu. Maana unaona ni uchawi iko kwenu, kuna manyoka. Ukiota na manyoka unajua kuna uchawi. Ukiota kuna maybe unaona maubwa zinafanya mapenzi, mang'ombe zinafanya mapenzi, ama wewe mwenyewe unafanya mapenzi, kuna spiritual immorality. The spirit of immorality ni kubwa, iko kwenu. Na kwa hivyo una understand, hiyo ndio foundation ya shida zenu. Ile ndoto unaotaga sana inakuonyeshaga, labda unaota na guka na shosho. Unaona guka akikukibisha na paga ama anakukibisha na mawe, una understand guka wenu ndio madhabahu yake inapigana na wewe. So hiyo inakuanga a revelation from God to reveal to you, to help you to understand the kind of spiritual battle and how to handle. So when you are getting into the spiritual battles, you don't involve yourself into a battle that you don't understand. You don't just begin the battle. You don't just fighting. Kinyereria, dukaje kurwa na muhoro wa mugunda, aboshoke kwa fafo wanyu. Uone ma stress mariare namo ma migunda. Na buroti yo wikaraga ni fafa wanyu wagurire. Niguo ni mbeca cia fafa wanyu. Niguo so choka kwe fafa wanyu. Uthi urute kigongona umanite na mucie. Tondu tiwe cause it is your father, because now at the stage ya miaka yako ndio baba yako alikuwa na struggle. Mimi najua hiyo kule kwenu Nyandarua. Alikuwa na struggle ya mashamba at your age. Umekumbuka hiyo? Na sasa that age now, si umesa na struggle ya kaproti? Sasa wachana na kupigana na hawa, rudi nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio ku understand. Hiyo ndio kujua. Wachana, usiende kupigana na hawa because these are not the cause. Hauta win battle hiyo. You not win because these are just branches. Ni watu wametumwa na madhabahu ile inachumbuanga kwenu. Ndiye imekuja hapa ikwanze kukusubua. Na uangalie baba yako alipongangana nayo, alienda wapi? Alienda kwa baba. So ukiunderstand utazuia mambo mingi isifanyike. So wacha kupangangana na hii, urudi nyumbani, uanze ka story. Ndio ile shapa ianze shida ya nyumbani. Ni kiki alikuwa. What happened? Kulikuwa na vita gani? Kulikuwa na mvutano mgani? Sasa from there you will be able to handle the situation hapa. Because ukistop kule, umestop hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, how do we handle, how do we fight these spiritual battles? How do we do them? Let us look at 2 Chronicles chapter number 20. 2 Chronicles chapter number 20. Tutasoma yote, tutaenda polepole. The person mwenye ako kwa computer, please help us to go slowly but surely, because I want to deal with the whole chapter if God allows me to do so. Because it's very interesting and very good for us to get the blessings of God and how to win these battles. Therefore, it happened after this, that the people of Moab with the people of Ammon and other with them, besides the Ammonites, came to battle against Jehoshaphat. That they were told, wakaambiwa, Jehoshaphat akaambiwa, wa Moabi, sema wa Moabi, na wanani? Yeah? Wa Amoni, si wa Amonani, kuna wa Amonani. Amonani ni kwa village yenu. It happened, tupatie Kiswahili tafadhali. Tupatie Kiswahili. Nifundishe leo na Kiswahili. Niwache kizungu mingi ambayo sielewi. Mwalimu ni hawa. Si ndio? Wathire ko no hata ile ciana. Wathire ko. Warathimirwo gwetweherera. Najua watu hapa wazuri wao wamebarikiwa. Lakini akibarikiwa Idhio kitako gera muujiza, lakini si huyu, sisemi huyu. You have worked with this lady. Baada ya muda, majeshi ya Moabu na Amoni pamoja na baadhi ya Meuni walivamia Yuda. These are the tribes ambazo zilivamia Yuda. Yuda ni Juda. Bwana Yesu asifiwe sana.
the clan of God. Na walipovamiwa, tuendelee basi. Watu kadhaa walikuja wakamwambia mfalme Yehoshafati, jeshi kubwa limekuja kukushambulia kutoka Edomu ng'ambo ya bahari ya chumvi, tayari wamekwisha teka Hesasoni Tamari. Hili ni jina lingine la Engedi. Tuendelee. Yehoshafatu akasikia, akashikwa na uoga, akamuomba Mwenyezi Mungu amuongoze, akatangaza watu wote nchini yote wa Yuda wafunge. Step 1. Wakati walisikia hawa watu wanakuja kuwavamia, huyu jamaa alistuka. Lakini aliposhtuka, he never went to battle. He sought from God. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuenda kwenye vita, hakuanza kukemea ishindwe. Hakuanza kusema pepo nyeusi, takataka, rimashende ya kanda, ramashete, tete, riara, hima ya lina. Hapana. He went first to seek from God. Alimtafuta Mungu, kumuuliza, maana aliogopa. Aliposikia ni jeshi linakuja, si ati linapanga, already wameteka mnyara mji mmoja na ni kukuja wanakuja. Yehoshafatu alistuka, lakini what he did, alirudi kwa Mungu na akaenda kwa Mungu akamuuliza Mungu, hii maneno unasikiaje Mungu? Naye Mungu akanyamaza. Immediately aenda kwa Mungu, alitangaza mji mzima wa Yuda uingie kwenye maombi. So the first thing to start with, when you hear an attack in your life, you don't rush to your pastor. You don't rush to your man of God. You don't rush kanisani tu kwa Ezekiel kwa sababu huko ndio unasikia Mungu anaonekana, ama kwa Harrison Ng'ang'a ndio Mungu anaonekana, ama kwa Kemani William ndio Mungu anaonekana, ama kwa Warege. No, you don't rush. You compose yourself first. Understand, why am I going to see Bishop Harrison Ng'ang'a? Why am I going to see Waroike? Why am I going to see the pastor I'm going to see? You must first compose, understand the chronology. Then first, before you go, nenda kwa maombi. Funga siku 2, siku 3, so that God can be clear to you. What is this demon that is fighting you? God can be clear to you. Have a revelation kwako, ndio uweze kupata ufunuo. Ukifunga unapata ufunuo ambao unakusaidia kujua ni nini ambacho tunapigana nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Because hauwezi kupigana vita na kitu ambacho haukijui. Mume wako unaweza kupigana na vita kwa sababu ni kamume, lakini you don't know ni madhabahu. Mume wako ni madhabahu. Kuna watu wanakuanga ni madhabahu. Kuna watu ambao walizaliwa wakiwa nini? Madhabahu. Ukumbuke wachawi wanaweza kufunga hata mwaka mzima, amekaa kwa nyumba ndio apate breakthrough ya kwa shetani. Wachawi wanaweza kujipanga miezi 6 akitoa madhabihu zake kwa shetani ndio apate breakthrough ya what he wants or he wants to do. Bwana Yesu asifiwe sana. Msifikirie ni nyinyi tu mnaombanga, hata wao they have a date they pray to. Wanaombanga na wakipata akifunga. Sasa wao wamefunga siku 3 na kule yeye amefunga miezi 8. Unafikiri unaweza kumshinda? Uende kwa Harrison utatoka 0. Uende kwa Kemani William utatoka 0. Ukuje kwa Waroige utatoka 0. Ndio unaona kama ningekuwa na kitu ya kupatiana kwako kungekuwa. Kama ukienda kwa Manyuro, nikitukusa sana kwa Manyuro, kuna kitu ya Manyuro kwako. Kuna kitu ya Ezekiel kwako. Kuna kitu ya Moiro kwako. Kuna kitu ya nani kwako. Hakuna kachupa ka maji ama mafuta. Haiko. Uko nayo? Uko na kahadi kachifu. Hello. Because why do we take these paraphernalias? Mbona tunachukua hizi machupa, maji, kila kitu kama niliwaelezea juzi. Hizi vitu zote zinatumika. It is biblical. But they don't occur or happen to you as a ritual. You don't carry that anointing oil kwa sababu nimekupatia. Unaiweka kwa bagi kako, unaenda ukifika mahali, unaenda na display afu ni kwa bulimi. You don't do that. It is only used once and final. Bwana Yesu asifiwe sana. Because God has a way of revealing himself to you. Wakati Elisha aliambiwa kuna maji machafu, maji mazuri, maji yapo lakini yako na mapoozi. Alienda akaitisha chumvi na bakuli mpya, akarusha ndani ya maji, maji yale yakapona.
lakini previously shoka lilikuwa limeanguka ndani ya mto. Alienda akachuna kijiti, akaweka ndani ya maji, akavuruta. Hakutumia chumvi, alitumia kile kijiti. Yesu alienda akapata mtu ambaye alikuwa haoni, kisha akatema mate yake kwenye udongo, akatengeza, akampaka macho yake, akamwambia nenda kwa mto ukaoge. Macho yake yakafunguka. Lakini sisi mapasta hatufanyangi hivyo, lakini hii ingine ya amuka na uende tunajaribu kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. These things za kutumika katika dhabahu zinatumikanga kulingana na ufunuo ambao umepata leo. Ndio wakati mwingine nitakuja nikwambia niletee mchanga, waenda kuitisha mchanga. Huyu sitamuitisha mchanga, nitamuitisha kitu kingine, kwa sababu ufunuo nilioupata ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaweza kukuitisha hata nguo yako, ninaweza kukuitisha glasses zako, ninaweza kukuitisha kitu chochote. Sio lazima nikuitishe kitu fulani kwa sababu niliitisha kitu fulani kwa mwingine, maana ninatembelea kwenye ufunuo. Na kutembelea kwenye ufunuo ndio kuna kusaidia kwenye kupigana na kupambana na vita. Jehoshaphat aliwaambia watu wote waombe kwanza ndio funuo zije, na walipoomba mafunuo zikakuja, na ndio wakaweza kujiconnect na Mungu. First of all, the first step that you do is to seek God for the connection. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamtafuta Mungu ndio akupatie connection, ile inatangwa breakthrough ama true pass ya kuwapigana zile vita. Maana hauwezi kushinda vita vya kiroho kama hauna breakthrough kutoka mbinguni. Vita vya kiroho ni kitu kimejificha, kitu hukielewi. Mtu aliyekufunga haumjui. Alikufunga miaka 20 iliyopita, maana tumulikuwa kanisa moja na yeye. Uliondoka kwenye kanisa uko kwa kanisa ingine, hauelewi. Wakati vita zimekuja, unahitaji kuomba upate ufunuo, uelewe ni wapi unaweza kuwa ulifungua. Utaona mtu ameletwa kwenye ndoto, unaona guka yako, ama unaona yule pastor ambaye mlikuwaga naye, ama unaona yule boyfriend mlikuwaga naye, ama unaona yule mama mnafanyaka naye biashara. Kutoka hapo sasa ndio vita zangu zimeanza, maana nimepatiwa direction where to go. Ni vita vilitokana kwa mauzo ya soko, ama ni vita vilitokana na huyu mwanaume niko naye, ama huyu mwanamke niko naye. Ni vita vilitokana na kanisa ambayo nilikuwa, ni vita vilitokana na mtu alikuanga boyfriend yangu. So once you are able to understand that, you will be able now to be able to engage yourself, to do and to deal, how to know ni wapi utaendelea. Kwa hivyo Jehoshaphat, tuwekee baba Jehoshaphat, na watu wakaja Yerusalemu kutoka mji wa Yuda, wakakusanyika ili kumuomba Mwenyezi Mungu awasaidie. So that they have been told, na wamefast, walikusanyika kumuomba Mungu awasaidie. Kwa hivyo the second thing that happens to you is being kunyenyekea, sio kujipiga kifua. Watanielewa mimi ni nani? Mimi ndio nilisema wakati yule watu walikuja pale nje wakaanza kutuletea, niliinua tu mkono hivi wakapigwa na radi wakaanguka. Wakati tulienda crusade watu wakatusumbua hivi, nilipiga tu magoti nikaingia, nikaona radi ikashuka, kila mtu alienda na direction yake. You have lost it. If you bring what you did into the new battle, you have completely failed. Unanyenyekea. Walinyenyekea wakaenda kwa Mungu, wakamwambia Mungu, sisi hatuna uwezo, tusaidie. Always to win spiritual battle, you win it from the angle of being humble, humility. Ukikuwa humble, you must humble before God for God to take over the battle. But if you assist God, God anatafuta kiti, anakalia, anaongoja, you push the game. God will never assist you. It is him alone. When David alienda, alikuja akakuta bibi yake, wanawake wake wawili wamebebwa, watoto wamebebwa, mang'ombe zimebebwa. Yeye alianza kulia na wale wengine walia. Lakini what happened? Walirudi kwa nyumba, kwenye nyumba ya maombi. Daudi akaitisha vazi la kihuduma. Alipoitisha akarudi akamuuliza Mungu, ni vizuri nifuate hawa watu? Naye Mungu akamwambia fuata. Lakini alitoa dhabihu na akarudi kwenye madhabahu, akainua dhabihu, akamuuliza Mungu. Kwa hivyo hakuenda that very day.
They needed time. Wakazungumza na Mungu, naye Mungu akamjibu, akamwambia indeed, anza safari na utashinda na utalenda na utawabeba mpaka utabeba vitu zao. Sasa hii ya pili unakuta walikwenda kwa Mungu kisha wakamwomba Mungu awasaidie, maana kwao waliona hii vita hatuwezi, maana hizi zilikuwa nchi 3 zilizokuwa kubwa na ziko na uwezo. So number 2, you must humble yourself before God. Bwana Yesu asifiwe sana. Yehoshafatu akasimama katikati ya kusanyiko la watu wa Yuda na Yerusalemu mbele ya ua mpya wa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo alienda wapi? Hakuenda kwenye soko, hakuenda kutafuta manabii, alirudi where the altar is. Bwana Yesu asifiwe sana. For you to get number 3, to get into the battle, to fight, you don't go away from the altar. Kama you have been here, you come to the altar. Walienda kwenye nyumba ambayo ilikuwa imejengwa kwa ajili ya Mungu, the altar of God. That is where Jehoshaphat alienda, akakusanya watu wale, akaomba kwa sauti akisema, kumbuka hivi, amerudi kwenye nyumba ya Mungu. Akafanya nini? Akaomba kwa sauti akisema, Mwenyezi Mungu, Mungu wa babu zetu, wewe ndiye Mungu uliye mbinguni. Wewe unazitawala falme zote duniani. Unao uwezo na nguvu, wala hakuna awezaye kukupinga. Ungeangalia, alinyenyekea kisha akamuinua Mungu wake. For you to win any spiritual battle, remember you are fighting against principalities. Principalities are from gods. Bwana Yesu asifiwe sana. The fight that you are fighting, it is not carnal, but what? Spiritual. So the spiritualism of everything emanates from a kingdom that is fighting you. This kingdom is not physical, it is spiritual. So when he went before God, he lifted God. Number 4, you lift your God, you raise your God high above the gods that are coming to fight you. Lazima Mungu wako akue mkubwa. Lazima Mungu wako akue nini? Mkubwa. Na hiyo tunafanya mambo ya kuinua Mungu wako kupitia kwa programs na mipango ya kimadhabahu. Kwa hivyo utainua dhabihu. Katika kwenda mbele za Mungu, unainua dhabihu, unaenda nayo kwenye madhabahu. Waliinua dhabihu ya maombi, wakaenda kwenye madhabahu, wakatoa sadaka kwenye madhabahu ambayo ilikuwa kubwa kuliko ile wale wanatolea miungu zao. Kwa hivyo akapata ushawishi mkubwa, akapata nguvu kubwa kuliko wale wengine, kwa sababu alitafuta uwezo wa Mungu, alitafuta uhusiano wa Mungu, alitafuta mipango ya Mungu ndio aweze kumsaidia, akaondoka. Kwa hivyo you need to get away from endless battle. Kama battle imeinuka kwani, unaiondoa, unaikabidhi kwenye madhabahu. Madhabahu inapigana na madhabahu. Any spiritual warfare, it is an altar. Ni vita vya kimadhabahu. Na vita vya kimadhabahu havipiganiwi kule nje, vinapiganiwa kwenye madhabahu. Kwa hivyo wale Jehoshaphat waliinua madhabahu, wakarudi kwenye madhabahu, kisha wakainua vita vikawa ni vya madhabahu, si vita physical. Bwana Yesu asifiwe sana. Jehoshaphat wale walikuwa wanakuja kupitia kwa bunduki, walikuja kupitia kwa mapanga, walikuja kupitia kwa jeshi lao, lakini Jehoshaphat akaondoka kwenye jeshi, akaingia kwenye madhabahu, akageuza mbao, yeye akacheza kupitia kwa spiritual warfare, wale wakikuja physically. Bwana Yesu asifiwe sana. You must be able to understand, to know how to change the battle. Ukiona jinsi wamekuja, you don't come the way they have come. You change the battle and raise your altar high above them so that your altar can do the battle that you need. Tuendelee baba. Ni wewe Mungu wetu uliye wafukuza. Angalia sasa, alimuinua, he lifted up God, praised God high. Ati ni wewe Mungu wetu uliye wafukuza wenyeji wa nchi hii. Wakati watu wako Israeli walipoingia katika nchi hii, ukawapa wazawa wa Abrahamu rafiki yako iwe yao milele. Umeona sasa?
Then he reminded God of the promises. Number 5, you remind your God on the promises that he promised over you. He said he will never forsake you nor leave you. Even if you are in the shadow, the valley of death, then he will not allow you to die. That is a promise from God. That even if your enemies will come in one direction, but will be scattered in 7 different directions. That is a promise. So when you are in that dire situation, you remind God of the promises. You tell God that you said you will never forsake me nor leave me. That one, you are fixing God into the battle. You are pulling God and fixing him. And that is all what you need. Try as much as possible. You raise an altar, a sacrifice, that your sacrifice and the altar and the prayer will bring God into the battle, and you will have fixed God. Na Mungu si Mungu anatakaga aibu, atapigana kwa sababu yako. Maana hapendi aibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na you don't struggle anymore because sasa umepatiana, vita vimetoka kwako. Na ninasema vita si vyetu. Vita ni vya nani? Ni vya Mungu. Bring all. Leteni matatizo yenu. All your challenges, bring them to me so that I will be able to handle. So therefore, you don't battle carnally. We battle in the spirit. And to battle in the spirit, you surrender and lift God, and you bring God on board so that God can do the battle for you. So you stop fighting. Miwe namari mkiona vita vimezidi sana, na kujaga hapa, ninatoa dhabihu yangu, na ninalala wapi? Pale chini, kifudifudi naambia Mungu, chukua ushukani. And from there, mnasikia kila kitu ilikuwa imeinuka, imekuwa kubwa, imeenda chini. Why? Because I know I cannot be able to fight. Hata kama mtoto kale unaona kadogo, kanaweza kuwa more superior than you, kanaweza kuwa more powerful than you, kanaweza more engaging than you, because watu wengine ni madhabahu. Ukiona watu wakitembea hivi, wacha kucheza cheza na wao. Kuna watu ni madhabahu, wao wenyewe ni madhabahu. Kinywa chake kufungua hivi, anaweza kukumaliza. Na kuna watu si madhabahu. Na wewe sasa, wewe si madhabahu, you are just a normal human being. Alafu kuja kupigana na mimi ambaye mimi ni madhabahu. I don't need to activate anything. I need just to click. And that's the end of you. Utakuja hapa kama umefura mwili mzima. Utakuja kama hapa vitu zako zote zimeanguka, umesambaratika. There are people you don't fight. There are people you don't open your mouth against them. There are people you don't even want any confrontation. Wewe toroka, kibia. Unaona watu wa zamani akina Musa, when they entered a place, people will run away. They will not want an encounter with them because hawa watu ni madhabahu. Na mtu madhabahu, hata akuwe upande ya shetani, huwezi mshida, maana ni madhabahu. Akuwe upande ya Mungu, huwezi mshida, maana yeye ni nini? Akienda kwa wachawi, aikie kama sasa mimi unaniona hapa, nilikuwa kwa Mogeke, sasa nilikuwa kwa shetani. I was more powerful. Nikikuja pande hii kine, nilikosa kuwa powerful. Ni bado naendelea kuwa powerful. Nikipita hapa town, kila mtu nasikia watu wananiogopa. Na unashindwa hawa watu wananiogopa kwa nini? Ni mtu nimetukana, ndeteda kuruma. Ujetegereta neke. Ndeteda kuruma. Ndeteda kuhura roho. Na ni kwa nini unanionaga unastuka unasikia kinapita hapa? Hauwezi explain. You cannot explain. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao walitengenezwa hivyo. From the word, kutoka watengenezwa. Hao ndio majeremani. Before they were born, they were known. They had been reserved for the job that they are doing. So there are people you don't joke with. You don't try to fight. You don't try to fight to engage a battle with them. You will never win this battle. Awe mchawi, asiwe mchawi. Leave them. Kuna watu unaona ameanza kukuingilia ni mchawi. Naweza kuja tu nikwambia ondokea, wachana na yeye. Wacha kufight. Just leave it. Go. Why? Because ukiangalia mtu kama nani? Tuende mtu kama Abraham. Mungu aliambia Abraham, ondoka kwa baba yako, unikupeleke kwenye nchi nitaenda kukubarikia. Lakini alikuwa na uwezo wa kumaliza baba yake na kumaliza madhabahu ya baba yake. Lakini ukiangalia mtu anaitwa Gideoni, Gideoni naye alitumwa abomoe madhabahu ya baba yake. Hakuambiwa hame, aliambiwa nenda ubomoe madhabahu ya nini? Gideoni alikuwa madhabahu, baba yake si madhabahu. Lakini sasa pia Abraham ni madhabahu na baba yake pia Tera ni madhabahu. So angeanza vita na Tera, wangeishi siku nyingi na wapoteze muda ambao ungetumika katika kufanya kazi ya Mungu. So kuna vita ambavyo unaangalia unaona wachana na hivi, nitakwambia ondoka. Ukikuja kwangu nitakwambia tikana na habari hiyo. Na kuna vita ukikuja nitakwambia ngangana na utashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. So Jehoshaphat wakati aliangalia akaona hii si vita vyetu.
alianza kukumbusha nani? Mungu. Akaambia Mungu, kumbuka wewe ndio ulitulete huko, na wewe ndio uliahidi rafiki yako Abrahamu watoto wake hawatashindwa tena. When you remind God of the promises, God comes in immediately, because God is a promise keeper. God is a way maker. God lazima akuje wakati unahitaji, but only if you invoke him. If you don't invoke God, he will not come. If you invoke yourself in peace, God will leave you to fight. But if you bring God on board, then God will tell you sit aside. Na akamwambia Jehoshaphat, kaa chini ujiangalilie jinsi watu watanyorosana. Is that true? Is that in your Bible? Then ikaendelea kusema, nao wamekaa humu na kukujengea hekalu kwa heshima ya jina lako. Madhabahu ambayo umeinua wewe ni madhabahu gani? Jiulize, what kind of an altar have you raised for you, for yourself, for your family? Ni madhabahu mariko ni kigokona kilikuwa barariti iguru ya muturire waku. Jehoshaphat walikuwa wamejenga kanisa, wamejenga madhabahu. Hiyo ndio alipeleka mbele ya Mungu. Akamwambia, hawa watu wamekujengea madhabahu, hawa watu wamekujengea kitu kizuri, wanakuabudu hapo. Wewe kweli utakubali nyumba yako ibomolewe? Kumbe ilikuwa already imeshikanishwa na Mungu. Wakati ilifunguliwa, waliita Mungu, akakuja akaifungua. Venye tulikuwa hapa tukaita Harrison akuje naye afungue hapa, ndio tuwete Mungu mahali wapi? Hapa. Mimi hata nikimizibevu litatolewa kuwekwa mwingine na kuendelea, maana hii ni madhabahu ambayo imewekwa wakufu kule mbinguni. So wewe jiulize, ni madhabahu, what kind of an altar are you? Ni madhabahu gani umejiinulia? Nikigokona kiri kuya kile kiu kigituma Ngai oke gukigitira. Kigokona gyaku imekuwa connected na nini? Is it connected na shetani ama iko connected na Mungu? Why are you losing battles? You are losing battles because are you connected? Madhabahu yako imeshikanishwa na Mungu ama imeshikanishwa na shetani? Is it the reason you are losing battles? Is it the reason you are not winning any battle? Is God in you? Is God in your business? Is God in your marriage? Is God in what you are doing? Why are you losing instead of winning the battle? If you discover you are not winning the battle, there is a problem in you. You have not invoked God in this altar. Kwa hivyo walienda wakaambia Mungu, kumbuka hii nyumba walikujengea. Hii ni madhabahu yako Baba. Nao wamekaa humu na kukujengea hekalu kwa heshima ya jina lako. Na wakasema hii jina imeandikwa, hii nyumba imeandikwa jina yako. Sasa hii nyumba inataka tunafukuzwa na hii nyumba itabomolewa. Wewe Mungu, angalia sasa nyumba yako ikibomolewa. Hizo ndizo tricks za kumkamata Mungu na mulete kwako. Mungu atakakia aibu. Ukumbushe tule vipi. Hezekia alipoambiwa atakufa, alirudi kwa Mungu, akauliza Mungu, kumbuka kitu kimoja. Kale nimewahi kufanya kakakufurahisha. Kumbuka. Na akamwambia sasa, kwa sababu mimi naenda kukufa, niambie kama kaburi itakuabudu. Na ndivyo napenda kuabudiwa. Niambie. Mungu aliambia Isaya, rudie, ambia Hezekia, nimemwongezea 15 more days. Kwa sababu Mungu hatakagi aibu. Na aibu hiyo inakujaga kwa sababu wewe hauna foundation. Wewe mwenyewe hauna msingi na Mungu, hauna relationship na Mungu, ndio unakuta aibu inakuja kwako. Mungu alishakuondokea kitabu. Ukiona maibu zinakuangukia, Mungu alikuwa amekuondokea kitabu. That is why you are not able to cover yourself. You are not able to defend yourself, because it is you, not you to defend, but the God that in you to defend you. Kwamba na ulisema kwamba wakipatwa na maafa yoyote, vita, maradhi mabaya au njaa, basi watakuja na kusimama mbele ya nyumba hii, mbele yako wakulilie katika shida zao, nawe utawasikia na kuwaokoa. Unakumbuka hiyo ni lini? Ni wakati wa Solomon. Wakati Solomon alijenga madhabahu, alienda akaambia Mungu, Mungu, watoto wako wakikuja hapa kama wamekukosea, wainue mikono yao, watubu dhambi zao na wakuombe kitu uwapatie. Jehoshaphat amerudia tena. Amemkumbusha, atulisema watu wakikuja na njaa, wakuja kama wako wagonjwa, wakuja kama wako na matatizo, wakuja kama wako na hii, utawasaidia. Sasa this man is fixing God. Anapiga Mungu geta, ndio Mungu atoe amri. Tuendelee baba. Sasa watu wa Amoni, unaona venye amemkumbusha. So lazima uinvolve Mungu na matamushi na maneno aliyosema. Tuko namba ngapi? 6. Tunaenda namba
7. Sasa watu wa Amoni, wa Moabu na wa mlima Seir ambao hawakuruhusu babu zetu. Angalia sasa sika hiyo statement. Sasa watu wa Amoni, Moabu na watu wa mlima wa Seir ambao hawakuruhusu babu zetu washambulie ambako wewe hukuwaruhusu. Sikiliza. Sasa watu wa Amoni, wa Moabu na watu wa mlima Seir ambao hukuwaruhusu babu zetu washambulie nchi zao walipotoka Misri, wakapitia kando kando wasiwaangamize. Kumbuka nimeambia. Tuendelee baba hapo. Tazama jinsi wanavyotulipa, wanakuja kututoa katika nchi yako uliotupa wewe iwe mali yetu. Angalia. Hawa watu wa Moabi, wakati wana wa Israeli walikuwa wakitoka kule, walipitia huko. Wana wa Israeli walikuwa na nguvu ya kuwaua. Lakini Mungu akawaambia msiwaue. Umenielewa? Msiwaue. Hawa wana wa Israeli walipita kando kando wakawaacha. Sasa wale ambao uliambiwa usiue, yule ndugu yako uliambiwa wachana na yeye, yule dada yako uliambiwa wachana na yeye, yule mtu ambaye amekusingizia kwa maneno mengi ambaye uliambiwa wachana na yeye, sasa ndiye anakupagia. Sasa hapo ndio unarudi kwa Mungu, maana Mungu ndiye aliambia wana wa Israeli msipigane na wao. Wakarudi kwa Mungu kumkumbusha venye alisema. So wakati wote kumbusha Mungu maneno yake. Kama Hezekia, kumbusha, remind God of what he said in your life. Maneno aliyoyasema kwako mkumbushe. Mungu huyu hawezi kulala bila kukusaidia. Remind God. There are many promises. There are many ways he has spoken to you. There are many directions he has given you. Mkumbushe. Umwambie sasa, mimi ndio huyu hapa. Uliniambia nitaenda Kakamega. Sasa ndio mimi hapa nimekuwa stranded. Ndege itakuja, itakubeba mpaka Kakamega. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello, mnanielewa? Sasa wewe ndiye Mungu wetu. Haya. Sasa battle has started. Wewe ndio nini? Mungu wetu. Ndio akamwambia, wewe ndiye Mungu wetu. Waadhibu, kwani sisi hatuna uwezo wowote mbele ya jeshi kubwa kama hili linalotujia. Hatujui la kufanya, ila tunatazamia msaada kutoka kwako. Huyu mtu alinyenyekea. Ni kuyaga idue tuko wewe onekane. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tunaondokea vita. Tunaacha Mungu mwenyewe afanya nini? Ajidhihirishe. God to take over. Allow God to take over. Number 8, allow God to take over. Once God takes over, the whole battle stops being yours and God takes over. Hallelujah. Hiyo ndio mambo mingi unapata. Watu wengi kama sisi tumeshinda hiyo vita, maana tunajua kunyenyekea. Mungefikiria hapa najua kupigana, ninaanza kupishana na wewe, story hii imetokea, story hii imetokea, story hii imetokea, lakini nimesurvive. Hiyo story kama ingekuwa ni kanisa zingine mngekuwa mshafaulu kuvunja, lakini mnakujenga na kila uchawi, kila wiki hapa Sade. Kuna kujenga mama na kuna mama fulani hapa lazima akuje na gedito. Na anakuja anakaa nayo hapa nakaa anarudi nayo, haikumsaidia. Na mimi namwangaliaga na mhurumia tu akienda nyumbani na hiyo gedito na haikumsaidia. Because I know my God. Na niliambia Mungu ni huko nidikihota na gedito, sina nguvu ya kupigana. Na mwambia kama ningekuwa mugeke ningechukua madiokole. Ningepigana na mtu, lakini sasa uliniambia niweke madiokole chini. Uliniambia niweke tubako chini. Uliniambia niweke hii kichwa chini. Uliniambia niweke nilisalenda. I don't have, look at me. Ni hivi na mkoma ya ni maderu. Ragai. Kutoka hapo Mungu anasema kana kwa ikarade. Just sit down and see how I'm going to deal with these people. That is why nobody has ever pointed at me. Akasimama. Si ati mimi mbaya. Mimi sina hata sijuagi wakipigwa, nasikiaga walifinywa. Kitapo na ukaragia ngani alienda wapi? Unasikia alifinywa. Unasikia mwingine ngani adireko. Unasikia alikutwa kwa gunia huko Libayala. Na huku husika na ujui hiyo kitu kitendeka ni news zinakukuta. Kwa sababu wewe ulisahau na ukaenda. Me, I will never argue with you. Wewe nitukane tu, utanitukana, mimi nitakuondokea. Wewe ongea yangu mingi, nitakuondokea tu. Because there is a conversation I have with my God. Kuna kitu niliambia Mungu. Ni didn't know. Because kuna wakati nilikuwa na nguvu.
Kuna wakati nilikuwa nalima watu, mkiniletea shida, nilikumadiokole tu, naita jeshi nafuka pale, mnanyoroswa vizuri. Mkitoka hapa kila mtu ataenda akiwa amenyoroseka vizuri. Umekaa vizuri. Lakini wakati sasa niliokoka nikaambiwa padi, hiyo maneno haifanyikagi. Nikauliza Mungu, nifanyeje? Sasa hapa ni kuinua mikono, uache mimi nifanye kazi. So wakati wote naitaka kwa Mungu, nikiona vicha vimechacha kanisani, nairudiki hapa. Ndio mnaonaga natoaka dhabihu naekelea hapa. Naekelea hapa ama natumia baba yangu ya kiroho, namtumia hata simwambiagi, ananiuliza naonaga juzi nimemtumia sadaka kwa simu yake. Akaniuliza hii ni ya nini? Nikamwambia ni wewe nisaidie tu venye utaweza. Lakini mimi kwangu mimi najua kwa sababu nimeambia Mungu, hii ni buduki ya kurarua watu nataka. Sasa mimi napatiana, yeye ataenda kuomba na ataambia Mungu, jambo lolote Waroigi anataka Mungu mtimisie. Hivyo tu. Mungu naye akijua, amesijua kwa sababu mimi niliambia Mungu, ni kuna wamama 5 wamenisubua, ni watoro dakade hadi samu. Nichapia hawa mama. Wananyorosa baba nikuja na wanakuja kaibodo mama hetanile. Ninaangalia katu najua basi. Kazi imeendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how you surrender your battle to God. That is how you surrender your enemies. Mtu akuinukie aende kwa bloggers, aanze kukupiga. Don't worry. Usijali. Usihangaike atuende ukosa kulala ati nini. Achilia Mungu, mwambie Mungu take over now. This is not me. I cannot make it. I cannot make even a step. Utaokoja tu miezi 2-3 utasikia ripoti. Unasikia tu ripoti imekuja na hiyo ripoti si mzuri sana. Sasa hata wewe unaanza kushikwa na care. Lakini haukuambia Mungu chapa baka hapa ama goka baka hapa. Hapana, uliambia Mungu take control. Sasa Mungu ndiye anaangalia, how much were you planning to injure my servant? Hello. How much were you planning to injure? You wanted to kill my servant? Yes, I will kill you. The much you wanted to kill that servant, that is the much God will deal with you. Sio kama mnielewa hapo? So, ile nguvu ulikuwa umepaka kupiga mtumishi, hiyo nguvu ndio itakuangukia. Na itakuangukia vizuri. Alafu nguvu ya Mungu ni mzuri, inakujeka kwa utamu fulani. Unaisikia ni kitu umeekelewa hapa, ni kichuma, kinaanza kukupeleka chini pole pole. Hadi kupelekagi haraka. Kina kupeleka tu pole pole. Sasa hiyo ndio naita mokore mahando rosocha. Unaenda baka ina rohando inakuisha, inakuja ni makanda, inakuja ni rokonto, unaepelekwa chini pole. Unasikia tu mifupa tunafinya, unasikia kwa unakuwa kama bati na unawekwa hapo. Na watu wanapita hapo tu wanasema no hiyo na talimodo wa godoha. Na wanapita na hiyo shuhuda na hakuna mtu ataulizwa na ni Mungu alifanya nini? Alifanya hiyo kitu. Learn to leave your battles to God. God will do it. God will fight them that they wanted to kill you. God will destroy them that they had planned against you. Wale watu watapanga kama ni madhabahu kama hii, wamepanga kufanya maneno, just hand them over. Don't fight. Hata ukasikia wamepanga walikuwa kikao. Mimi nimeona hapa, nimepagiwa kikao, nimepelekwa baka jela na nimepelekwa polisi, nimestakiwa ati nilirepu mtoto amezaa already. Amekamisa mwaka na miezi 2, miaka na miezi 3. Alafu sasa ndio ameenda kuripoti rape. Wakauliza sasa tutaandikisha sasa nini? Hapa ni rape gani sasa? Hata waliambiwa chika kalamu. Andika sasa describe rape. Na akafunguliwa kitabu Penal Code. Soma rape ni nini? Rape ni nare na wewe ukibie pale, uende utolewe hiyo kitu, upimwe, sasa hiyo rape inaingia. Sasa hii ni ya mtoto amezaa. Ako na miaka gapi? Unasema ati alimrepu akazaa huyo mtoto. Na mtoto inaonekana ni charuo tu. Ni charuo. Paka wakaleta wakauliza chukua hii picha ya mtumishi na chukua hii mtoto. Kuna mahali wanafanana. Wakasema pana shosho ya huyo mtoto anakuwa mweusi. Bwana Yesu asifiwe sana. When people wengine waliposikia hiyo story, walipanic na wakasikia kaona kama kanisa itaisha. Mimi sikupanic. Nilipigia huyo Hosiesi nikamwambia kanae come over. Nikaenda. Hosiesi mpaka kaniuliza, kwani huko ogopa? Watu wasiweke media huko wa kutangaza because we can see hii ni mambo ya kanisa ndani. Mimi nikamwambia why should I panic? Gazeti nimeandikwa, TV nimeandikwa. I'm not known for good news. I'm known for bad news. So it will be common. Hata ikitangaza watasema tulijua tu. Tulijua tu atafanya hivyo. So kuna vitu mbaya mimi nimeruka. Huwezi kunitisha nazo. Huwezi kunitisha ati utaenda kunianika. Unanika nani? Ati wewe maraya huyu. Ndina ciana 21 na ciana icio ndiarutire rĩera-inĩ. Wanyita, ciana icio ndiarutire kĩhiko-inĩ na ndiarutire rĩera-inĩ.
Haja, tiziato glass test tube. Hapana, nilizaa na wanawake. Nilizaa na wanawake nikiwa Mkristo. Si nilikuwa nafanya usherati. Sasa hiyo utanitisha nayo. Hata ndio dikonya neka demo maraya. Tukinya ne, that's nonsense. Hiyo unapoteza wakati wako bure. Utaenda kunianika mimi ni mwizi. Mimi nakwambia nilikuwa naweka bunduki gabi mbili hapa. Nimepigwa marisasi nikitoka kuiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa naiba na akina Wanogo na Rasta. Nilikuwa tunaiba bagi. Sasa hiyo utaenda nikiwaza miaka ni wewe. Huyu mama akukuja saa 8 kanisani. Sasa utanianika na nini hiyo? Hakuna kitu naweza kunianika nayo. Mimi najua nimetangazia watu na si ati mlisoma kwa gazeti. Ni mimi nashika kama microphone nasema nilikuwa mwizi. Nilianza na pickpocket. Stealing, kuiba ugali. Pale Mkuru, ukiweka ugali yako hiyo unapika, tunakuja tunanyakua na sufuria tunaenda. Hapo ndio nilianza wizi yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nikatoka hapo nikakuwa pickpocket. Asubuhi wa mama wakikuja kununua chakula Marigiti, tunawaongojea pale kwa daraja ya Mkuru kwa Ruben. Tokaka saa 12 saa 11 hapo. Mnakuja mnawaambia weka nguo zako pale, kila kitu weke hapo chini. Anachukua. Nikafanya hivyo, nikapiga watu geta, nikagraduate. Nikakuja nikakuwa mwizi wa kuvuja mafactory kule industrial area. So nini nikio oge disha nakio atenewodi konya neka. Kuna kitu. And that is why I normally tell you to avoid an embarrassment. Say what you are. Abia watu, I was a prostitute. Nilifanya usherati nimepiga vizuri. Ndio wakati utashikwa na kaskando ya usherati utasema siageto iragali mu maraya. Toko mahali kana horoshi watene. Wanyita. Unasifiwe sana. Lakini ukikuwa Dhiki Maria, hata kutembea unatembea kama Dhiki Maria hapa. Kazi kando kakushike. Unaona nganga huyu James Maina Matuta. Tuko live. James Maina nganga. Tumejaribu kumupiga. Kuna mtu amefaulu. The more you fight him, the more he becomes stronger. Why? Kwa sababu yake alianika. Anasemaga yeye alikuwa mwizi, yeye alikuwa nini. Lakini wale wazuri, kama hiyo kanisa ingekuwa ya wale wa pastor holi, wale wanalalaga biguni wanateremka asubuhi, ingekuwa ishafukwa kitabu. Ile maskadi imepatikana na huyu mzee. Ni kuliko miaka yake. Na bado anacheza doboro na ajali, bado anacheza. And you will never win against him. Hakuna mtu, hata hii shamba wanataka kumunyaganya, hawataweza. Kwanza kabisa mimi ndio nilimpatia. Imagine sasa madhabahu, mimi ni madhabahu na yeye ni madhabahu. Tumeshika shamba. Tajesa na huyo mzee utakufa. Wale wote wamemwendea, wamekufa. Wote. Ulisikia alisema nimesikia kamunuko ya nini? Alisikia kamunuko ya nini? Ati munuko ya moshi ya? Mumeiona hiyo? Wazee washitika na yake. Wacha nenda hiyo mzee. Wacha aende zake pole pole. Hiyo shamba ni yake alinunua. Hata kama ilikuwa imeinyakuliwa. Ni shamba ni yake. Ameuziwa na Central Bank. Na amelipa pesa zote. Muachieni. Wacha tu aende. Ako na 72. Ako na 70. Atake? Ako na 70 what? 72, 73 hapo. Isaguka. Lakini ako na mtoto mdogo. Anamuita daddy. Anaitwa daddy. That is my father. Commander, sasa nimechukua kiti yake. Mwambie nimechukua kiti yake, sasa mimi ndio Kenya 1. Aende home. Makomanda wote wale wazee wameenda home. Kai goruo. Wewe hawawi tuliko wapi? Lakini analipenda. Wanaume wote wa Yuda pamoja na wake zao na watoto wao walikuwa wamesimama hapo mbele ya Mwenyezi Mungu. Waume wote, wake zao na watoto zao. When you are getting into spiritual battle, niliwaambia mnafanya nini? Unakuja na vitu zako zote. Kama ni buzi piga picha lete hapa. Kama ni watoto piga picha lete hapa. Kama wanakuja walete. You worship God with everything that he has given you. Because everything that God has given you is part of the warfare. Is part, unapigwa kwa sababu ya hiyo kazi.
Unapigwa kwa sababu ya hiyo huduma, unapigwa kwa sababu ya watoto wako, unapigwa ama watoto wako wanapigwa kwa sababu ya wewe, ama kazi yako inapigwa kwa sababu ya wewe. So when you are coming to worship, carry that photo of your business, carry that photo of that house, carry that photo of those children yako, carry photo ya husband yako, mulete hapa. Ukilala hapa chini hivi, lala na hizo picha zako zote, na ukitoa dhabihu unaekelea juu ya hizo mapicha. You involve them into this battle. Maana wakiachana na wewe, ukiomba Mungu waone umewashinda vita, wataenda kwa watoto, because you never involve. Kwa sababu ile sadaka ulitoa yako, haukutolea watoto wako. Ile sadaka ulitoa yako, haukutolea biashara yako. Ile sadaka ulitoa yako, haukutolea hiyo nyumba yako. So ndio naonanga tunapigana hii, kesho unasikia kitu imetomokea hapa, unaitoa mtoto hospitali because you never covered the baby. Bwana Yesu asifiwe sana. So wanaume na wanawake na watoto wao wakatoka. Kumbuka wakati wa Esther alimwagiza Mordekai, nendeni muanze fast. Kuku zifunge, maumbwa zifunge, mang'ombe zifunge, makila kitu zote zifunge, pamoja na nyinyi mfunge for 3 days. Na mimi nifunge for 3 days. If I die, I die. They involved all that they had into this battle. You can never, unaweza kukosa kuinvolve mapaka zako zitumiwe. Paka zinatumika kama majini. Hiyo paka yako involve kwenye maombi. Maana inaweza kuwa ndio hiyo niyo jini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ubwa yako, maana spirit ya umaraya ni nini? Inaonekana kwa ubwa. Sasa lete ubwa, piga picha kuja na ubwa yako kama uko nayo hapa. Ndio kama ndio inatumika kurusha hiyo spirit, mume yako akujagi. Unajua mume yako anaweza kuwa anarushia kwa spirit na hiyo ubwa. Unaona ubwa inakuja kanafanya kama mtingo hivi. Kanakuja kanazunguka mzee, huyo mzee utamwona hapa after 3 days. Maana aliambiwa zunguka peleka out. Mzee akikuja, ubwa hiyo ndio itakuwa ya kwanza kumuraki. Nwalekia wera. Halo. Naona naweza hiyo naenda kununulia ubwa yako nyama, kio inakula. Chakula mzuri na ndio imekumalizia boma. So involve anything that is within you in the worship. Ile unafanya zote, because they can decide to use anything. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo house girl wa kwako, involve her kwa maombi. Huyo house ndio tunaendaka usiku wakati umelala umengorota. Kana kuja kametuvugia kaguo kingine hapa, kama titi kamechomokea hapa. Alafu kamevaa kaguo kamefika hapa. Na kana make sure kana kuja kana pagusa mesa. Mzee ako hapa kana pagusa mesa. Na mzee amekoka glasi kapi? Amekoka glasi pili. Mzee anajifanya anaenda kukojoa. Kumbe anatipitoa anaenda huko. Sikiliza benyo mengorota. Kana kuja mzee anakuja kanapatia kasichana shilingi 5,000. Kutoka hapo game inaisha, unasikia sasa wewe ndio maid amechukua mzee. Kwa sababu you never involved this guy kwenye maombi yako. Haukuvuja hiyo spirit, kwa sababu spirit inahamanga, isipotumika kwa huyu itaruka kwa huyu ende kwa huyu. Yule ambaye ndio unaonaga sinaga rafiki. Mnajua kama sina rafiki? Mnajua hivyo? Wale mna pretend ni mimi ni rafiki yenu. I am not your friend. I don't have a friend. Because nyinyi ndio mnatumikaga sababu ya shetani. So nikipenda huyu sana, na kweli wangu wa karibu sana, tunakuaga maneno yangu ni yeye napatiaga, wataingia kwa huyu anigoge. So nakuaga neutral kwa kila mtu. Ndio shetani akose mahali kwa nini? Kwa kuingia. Akikosa mahali kuingia, ndio naonaga niko safe. Na nikiona mmeniingia sana, kuna jinsi nabadilishaga macho, kila mtu anahepa. Bwana Yesu asifiwe sana. It is my survival tactics. Lazima ni survive na nyinyi. Ni muure mundu alete ihenya. Koje nyinyi atumia. Ni muure mundu alete ihenya huko. Ndoraga inegena huko. Ni mundu kusitanagena. Sipigage makelele, nilituliza sasa boli. Boli nimeikanyaga hivi. Ndio Margaret. Wewe ndio wewe mmoja ambao umefanya nipige kelele mingi. Tunaona siku hizi hata sina wasiwasi na wewe. Lakini sikuona siku hizi ameacha kutika chemical. Angalia venye yako beautiful. Black beauty. Tuendelee brother. Black beauty. Be
Roho wa Mungu, Mwenyezi Mungu akamjia mmoja wa Walawi. Sikiliza sasa, wameinvolve Mungu kwa kila kitu. Mungu sasa ndio huyo ameanza kukuja. Ndipo Roho wa Mungu, Roho wa Mwenyezi Mungu akamjia mmoja wa Walawi aliyekuwa hapo. Jina lake ni Yahezariel, mwana wa Zekaria, mwana wa Benaya, mwana wa Yeeli, mwana wa Mtania wa ukoo wa Asafu. Ndio nilikuwa nawaambia mchana asubuhi. Ukoo ni kitu maana. Angalia venye amesema, mwana wa nani, mwana wa nani, mwana wa nani. Hiyo kitu ni muhimu kwa sababu kinaletaga picha yako nani. Ukianza kupambana na mapepo ambayo unapambana nayo, inakuambia mahali shida ilitokea. Unasikia hii historia ni historia ya ukoo ya nani? Ya Lawi, watumishi wa Mungu. Ni ukoo iko na utumishi. Kwa hivyo huyu unaona amelete historia ya kumaanisha what the man you are dealing with, historia yake inajulikana. Tuendelee. Yahezeri akasema, sasa huyu ni nabii. Sikilizeni watu wa Yuda na wakazi wa Yerusalemu na mfalme Yehoshafati. Mwenyezi Mungu awaambia hivi. Ukienda kwa Harrison Ng'ang'a sasa ponde utasikia kama Mwenyezi Mungu amesema. Baba anasema mugeuke. Na nataka hiyo roho ikuje hapa. Si ndio tuitishe? Itishe ni roho ikuje hapa. Ndio maneno kama hiyo isemekane. Si ndio? Tutaomba hiyo watu wale tunaobaga. Hiyo ndio tutaiombea kabisa. Ikuje, lakini sikuje ile ya unafiki, ikuje ile ya ukweli. Si ndio? Kwa sababu kuna ile ya unafiki unasikia hiyo. Hiyo unasikiliza kama yeye anefagirani. Au atile roho akai. Oshole magizeli. Yese akasema, sikilizeni watu wa Yuda na wakazi wa Yerusalemu na mfalme Yehoshafati. Mwenyezi Mungu awaambia hivi, msiogope wala msihangaike kwa sababu jeshi hili kubwa, vita hivi si vyenu bali ni vya Mungu. Ni kutokana na nini? Kutoka mwanzo tumeona hawa watu wali-involve Mungu kwa kila kitu, mpaka vitu zao. Mungu akakuja akasema, sasa ondokeni, vita si nani? Si vyenu. So wachana na hiyo kung'ang'ana na ng'ang'ana. Wacha kuleta shida. Mimi wakati nilifungua kanisa, niling'ang'ana na kufanya makrusedi. Naenda yabu nafanya crusade kwa sababu niko na pesa. Tukimaliza hivyo, tukitoka hapa tunaenda hoteli inaitwa Panesic, tunanunua mchupa wa Jameson. Tumetoka kiwanja kuhubiria walevi waokoke. Na tukaambia katika jina la Yesu nakemea pepo la ulevi. Katika jina, sasa nilikuwa na imitate kuhubiri kama Moyo. Katika jina la Yesu ninakemea pepo la ulevi, ninaangamiza ulevi, na watu wakaokoka. Lakini usiku tukaenda wapi? Ile mapepo yote iliruka kutoka kwa wale watu ikaniingia mimi, because I was not prepared. I was not even called to do what I was doing. Sasa mapepo nilikuwa natoa inatoka vizuri, lakini ikaruka kwa nani? Ulevi wote. Nilienda Panesic, tulikunywa michupa hiyo ya Jameson kubwa kubwa na Jack Daniel michupa mikubwa kama 8. Tukiwa na kina Doni na wale wengine tunakunywa, alafu tunatumana tusichana tule tuzuri tuletwe. Ile pepo yote tulifukuza ilikuja kwetu, because I was in the wrong season doing wrong things. So when you are not in the season of doing the battle against the demon that is against you, don't start it. Prepare, jitayarishe kuenda kwa Mungu. Upata ushindi wa Mungu, jitayarishe kwanza ndio akupatie ulinzi wa kupigana na mapepo ambayo. Maana unaweza kutoa mapepo, unaweza kutoa pepo ya ukimwi kwako iruke kwangu. So that is very important to understand. Naona Jehoshafati hakuruka. He first of all commanded everybody to fast. Wakaji-involve kwa Mungu, wakaremind Mungu, wakajitayarisha, wakatengeneza anga ikakuwa nzuri for them God to come and fight the battle. Tuendelee brother. Kesho maana Mungu sasa amekuja, wachaneni vita si vyenu ni vyangu. Kisha akamwambia kesho washambulieni wakati watakapokuwa wakipanda bonde la Sisi. Kwa hivyo Mungu amewapatia siri. Watapitia bonde la nani? La Sisi. Mutawakuta mwisho wa bonde. Unaona sasa Mungu anakuambia, because we understand the generation of the problem. Akamwambia
mtawakuta wakipanda bonde la sisi, mtawakuta mwisho wa bonde mashariki mwa jangwa ya Yueli. Wale hawajui wamejulikana. Maadui wako hawatajua. Wewe tu watakuta watashambuliwa, maana kuna jeshi limeachiliwa. Kuna jeshi limeachiliwa liende lipigane na hawa watu. Hawatajua, watakuwa wakikula ugali, unasikia mtu amenyokwa tu na kamfupa kwa samaki. Kunasemekana sasa lazima pelekwa Kenyatta. Kupelekwa Kenyatta unasemekana madaktari wamegoma, lazima upelekwe Aga Khan. Kupelekwa Aga Khan unasema ile hospitali inaweza kufanya hiki kitu haraka sana. Iko inaitwa Bomet, mahali panaitwa Tenwek. Sasa unaenda na vita mlikuwa mmepaka usiku hiyo. Unaodolewa kabisa. Unapelekwa huko, ukifika huko daktari anakupatia maji, unafanya hebu fanya unaona kama mpaka naruka, lakini Mungu ashakuondoa from the game. Bwana Yesu asifiwe sana. You win the battle that it becomes simple because you have been involved God. Every battle that you do, it becomes very simple. Tuendelee baba. You will become very simple. Hamutahitaji, angalia sasa, sikiliza hii story. Hamutahitaji kupigana vita hivi. Nyinyi jipangeni tu, alafu mngojee na mtaona Mwenyezi Mungu akiwashinda kwa niaba yenu. Enyi watu wa Yuda na Yerusalemu, msiogope wala msifadhaike. Nendeni vitani, naye Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja na nyinyi. It is just a confirmation. Kinye mwili wako ko. Ugagenda aliku. Just that. The rest is history. The rest, hii vita unaona uko nayo si kubwa, ni kitu kadogo sana. Just let God be involved. Mpaka okay. Uengoje upigane, upeleke uende Mungu mpaka okay. Akianza kuongea hiyo vitu ameshinda. Maana sasa ameanza kutoa orders. Mmeangalia, amewaambia nendeni kwa bonde mkae huko. Wakitapita hapo, wale watajua, hawajui wanajulikana, hawajui kumepangwa, hawajui everything has been planned. They didn't know. But you involved God and God has revealed to you. That is now how you come to understand this battle I can be able to win because of this line. This battle is winnable. I don't need to struggle. I don't need to involve anybody. I don't need to involve my sisters, my brothers. I need to do it alone and I will conquer. Next, my brother. Hapo mfalme Yehoshafatu akasujudu. Sasa Mungu akiingia ndani yako, akasujudu pamoja na watu wote wa Yuda na wakazi wa Yerusalemu, wakamsujudu na wakamwabudu Mwenyezi Mungu. Now you come in with thanksgiving. Hallelujah. Na ndio niliwaambia Friday kuna Friday kesha. Kuna service, hiyo ni service tutafanya ya kuinua madhabahu ya vita vya kutoka nje, vita vya kifamilia, vita vya kibiashara. So don't miss this. It is going to be anything. You have never seen this. You have never experienced what we are going to experience on Friday night. It is, wewe unapenda kulala, usigisi wachana nayo, wewe kuja. Umesikia Judy? Ukuje, wachana na Makolino. Ukuje. Akolino meo ikalira. Wachana na hao. Ako kamuse kwanza. Kale ni kadadora. Simama juu. Simama kwa miguu yako. Nika wapi hapo kamse? Kadadora. Kamse kalikuwa na tudevu hivi. Nika Makolino. Na kitambaa. Alikuwa ya kitambaa gani? Huyo ndiye alifunga maisha yako ya kihudumu. Ndio unaonanga hapa ukianza kuboroto kuna hela hivi. Kwa sababu hiyo roho alikuwa amekurushia. Sasa alichukua kipawa chako ndio wanatumianga. That is why you are empty. You have the spirit inakuja inahova hapa juu. Lakini sasa ikihova hapa juu haikamati because you are disconnected. Kuna kitu aliweka ikakudisconnect. So unajaribiki kuconnect. Ni kama venye unaonaga wakiconnect stima, unaona stima inafanya ina blink. Lakini kwa sababu kuna waya hawajashikanisha, hiyo waya haifanyi. Sasa unakuta uko na gift iko bali lakini haitumiki kwako. Maana walitoa kawaya kamoja wakaconnect kwao. Sasa kanafanyanga kule kwao. Lazima ukate hako kawaya ndio urudishe moto yako ufanye huduma. Na ukianza huduma yako utaenda dunia yote. Because uko na kipawa ya kuamsha mpaka watu kutoka mochari. Hiyo kipawa uko nayo. So, uko wapi? Tumemaliza? Wote walimsujudu.
walirudi kwa Mungu. It is always important to go back to God after victory. After receiving God, after hearing from God, you come back to the altar, you do a sacrifice. Kwenye altar inaitwa ya thanksgiving. A thanksgiving sacrifice is more powerful than any other sacrifice. Ile yote mnatoanga ni bure, haiwezi kushinda thanksgiving. When you do thanksgiving, God anapenda sana sana watu wakuja kusema asante. Walawi wa ukoo wa Kohathi na Kora wakasimama na kumsifu Mwenyezi Mungu, Mungu wa Israeli, kwa sauti kubwa. Because battle has been won. These things small. Kesho yake wakaamuka asubuhi na mapema, wakaenda mpaka katika jangwa la Tekoa. Walipokuwa wanaondoka, Yehoshafati alisimama akawaambia, nisikilizeni enyi watu wa Yuda na wakazi wa Yerusalemu, muamini Mwenyezi Mungu wenu nanyi mutakuwa imara. Believe and trust in God and you will be established. Alafu akamwambia nini? Ya pili, nanyi mutakuwa imara, muwe na imani na manabii wake, nanyi mutafaulu. Kwa hivyo kufaulu kwako, Mungu anakuimarisha. He lays a foundation for you. God puts, mkiwa imara ni kwamba God establishes you and lays a foundation. But for you to succeed, you need a prophet in your life. For you to go anywhere, you need a prophet in your life. That is why wale wanaenda kwa waganga na wachawi, wakipatiwa gedito kinafanya kazi. That's a prophet according to them. Ukikuja hapa utii, ukiona haufaulu na uko chini yangu, there are two things happening in your life. Either you are not supposed to be here, number one, or number two, wewe ni mang'aa. Your spirit is not going together with my spirit. Because when I'm driving a car, you need to be driving a bicycle. Do you drive bicycles? Ama we ride? I'm not supposed to be extreme. Uko nimetajirika sana huko, na wewe unaenda na slippers. Ulikuja na kiatu, saizi uradi na slippers na bigiji. Afu yako believe in your prophet and you will prosper. The prosperity in your life is on your prophet. I am carrying your prosperity. If indeed you are my son, you are my daughter. If you are a miracle seeker, you are not my son. Hello? If you are a miracle seeker, you are not my son, you are not my daughter. You are a miracle seeker. The daughter and the son, ni unakaa chini, unanipa heshima yangu kama nabii, na unanipatia kikombe ya chai kama nabii wako. Na mimi ile raha kukena kilia kukena na kio kile kitatoka. I don't need to pray. Iyo kiraha tukitoke kwangu kinaachilia baraka. Kesho nikibarikiwa na gari mpya, hata utabarikiwa na kabaiskeli ama pikipiki. Lazima tupelekane. Nikiondoa mguu yangu hapa, lazima yako ikanyage. Nikienda hivi, lazima, kwa sababu you are following me. Mahali nitakanyaga utakanyaga because you are following me. Lakini ukiona instead distance inaenda tukiachana, is because you stopped following me, or I am disconnected from you. And if I am disconnected from you and you are still here, you will suffer. Utaumwa na shida because nikikuona na kasirikanga. That is a dangerous being under a prophet. Siwa uzi woga na kuambia ukweli roda. Wemenyerere muno kuri akaragia munafi. Na mundu uria wi rukuru wake, baba waku wa kiroho, utapata shida ujaiona. And I'm not there. Lakini utakogwa. Utatengeneza. Either utaenda kwingine na ukienda, kwa sababu hiyo kitu nimefuga, ni mimi tu niko na loko. Ndio unaona kuna watu wanazunguka hapa, wamezunguka, hakuna kanisa hajaenda na mambo yake bado yanaendelea. Kwa nini? Mimi peke yake ndio najua ulinikwasia, ni wapi tulikosania na nikakufuka. Hiyo nimekufuka. It's enough for you. It's enough to pick your business iishe yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati najaribu kupishana na mtu kama mimi. Sisemi mimi peke yangu,
hata James Maina, hata Harrison, hata Kemani, those people. Kuna watu ukiona venye Mungu anawatumia, wachana na wao, wacha kubishana na wao, kwa sababu Mungu ameamini, ameapa kuwatumia kwa kipindi hicho, na hujui ni kipindi kinaenda miaka ngapi. Mtu huyo ni madhabahu, na huyo mtu usipigane na yeye, maana ako on a mission, na wewe hautazuia mission ya Mungu ifanyike. You better die, kazi ya Mungu ifanyike. That is God for you. Atakuondoa, kazi yake ifanye nini? Iendelee, na itafanyika. Ukiangalia, angalia Daudi aliambiwa, alitaka kuoa mtoto wa nani? Wa Saulo. Mtoto nani? Mika. Lakini kwa sababu alikuwa kumuuzia mtoto, hawakutaka aoe huyo mtoto, walimpatia changamoto, wakamwambia aende alete vitu nyeti 100, sehemu nyeti 100 alete. So that's beyond you. That's something that you cannot comprehend. Utaanza wapi? Lakini Daudi kwa sababu alikuwa na Mungu, alienda akakuja na 200, sio 100. Alileta 100 ngapi? Akawekelea hapo, wakauliza nikeke mkwenda. Walistuka, wakampatia msichana, wakamwambia acha tutikwe maodo yake. Kwa sababu alikuwa na Mungu. Kwa sababu this man was on a mission. This man was on a mission, and the mission that God had bestowed on him lazima ingekuwa accomplished. Ataifanya crooked way or in a straight way. Kuna watu hata ukiwapiga, you are wasting your time. Don't. You are wasting your time. Don't even dare. Atunaenda nation yako yana hiyo nitafanya, nitaenda. Wewe utakufa tu na kazi ya Mungu. Na ama Mungu atakuweka hapo uone kazi ikiendelea. Na ulifanya maombi yako yote na ikaisha, kazi ya Mungu inaendelea. Kwa hivyo kuna watumishi wa Mungu, wacha kutaka kuarusana na wao. Ukiona ni kama kimeweza kuumana, ondokea, enda kwake tu, tafuta urafiki. Maintain, aendelee tu kuwa na wewe. Ukiondoka, muendelee tu na usiotoke na ubaya. Wale ambao mnatoroka kanisa mnasema mimi kudigadi. Kumbuka kuna maagano tulifanya na wewe hapa. Wakati ulileta sadaka yako, nilikuwa nimesimama hapa. Umenielewa? Wakati ulileta sadaka yako nilikuwa nimesimama hapo. Kwa hivyo hiyo sadaka nilikuwa, walipeleka sadaka kwenye miguu ya wanani? Ya mitume. Na hiyo sadaka ikakuwa maagano. Kwa hivyo ukienda utoke bila kukata hiyo maagano, ninakushika mahali popote huko. Ninakukamata. Na ukienda kunishabia huko, nakushikia, nashika anga yako. Hakuna mahali utaenda. Sisemi ni mimi, nakwambia watumishi wanakuaga hivyo. Ndio unaonaga watu wakisema huyo mtumishi ni mrogi. Kutoka mtoke huko, maodo makone maharagani, amekamata anga. Kwa sababu uliwekelea sadaka wapi? Kwenye miguu ya watumishi. Halo. Tunaelewana sasa? Najiona sasa mumeshikwa na kauoga, mumeanza kustuka. Mimi siwausii uoga, hata utoke hapa enda kwa Moiro. Kaboge kala moshi. Tuendelee baba. Tuko na ingine mameisha. Kesho yake wakaamuka asubuhi na mapema, wakaenda mpaka katika jangwa la Tekoa. Walipokuwa wanaondoka, Yehoshafati alisimama akawaambia, "Nisikizeni, si tumeifanya hiyo?" Next. Baada ya kushauriana na watu, mfalme alichagua wanamuziki. Baada ya kushauriana na watu gani? Wakuhani. Wakashauriana na mfalme alichagua wanamuziki fulani, akawaagiza wajivike mavazi rasmi, kisha watangulie mbele ya jeshi wakiimba, "Mshukuruni Mwenyezi Mungu, maana fadhili zake zinadumu milele." Mshukuruni. Sikusema mulie, nimesema muimbe. Fadhili za Mungu zinadumu milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakutangulisha jeshi, alitangulisha praise and worship team. Ndio naonanga kanisani wale the main target ya shetani kupiga inakuwa praise and worship, because praise and worship wako na anointing kubwa kuliko jeshi la bunduki. Bwana Yesu asifiwe sana.
wakati walipoanza kuimba na kuisifu Mwenyezi Mungu, aliwavuruga akili wanajeshi wa Amoni, wa Moabu na wa mlima Seiri waliokuja kupigana na Yuda, na wanajeshi hao wakashindwa. Walipoanza kumsifu Mungu, Mungu aliamuka na akasababisha wale waliokuwa wamepanga kuja kupigana na wana wa Yuda walipigana wao wenyewe kwa wenyewe. Wakati wakati huo walipigana wao wenyewe kwa wenyewe. Kuna jinsi tukiimba tunasababisha shetani ajipige. Kuna jinsi tukiimba tunasababisha maadui wako wapigane. Kuna jinsi tukiimba tunasababisha waliokuwa na kuona macho yao inapotea, masikio yao yanazibwa, miguu yao inakatika. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Amoni na watu wa Moabu wakashambulia wenyeji wa mlima Seiri. Umeona sasa, wakashikana wa Amoni na wa Moabu wakashikana, wakapigana na nani? Na Wasieri. Wasieri na wa Moabu na wa Amoni walikuwa wamepajipanga pamoja kuvamia nani? Wa Yuda. Lakini sasa Mungu amewageuza, wameanza kupigana, maana waliona na kama hawa ndio wa Yuda. Waamoni na Wamoabu wakashambulia wenyeji wa mlima wa Seiri na wakauangamiza kabisa. Hiyo wa Seiri wakaondolewa. That is how your enemies will be removed. Wote wakaondolewa, grupu moja, grupu tu ikakuja Seiri na kuangamiza kabisa. Baada ya kuangamiza, wakazi wa mlima Seiri wakaanza kushambulia wao kwa wao. Wao kwa wao. That is how you are going to inflict your enemies. That is how you are going to defeat your enemies. You are not to do any battle against them, but God will battle them, will fight them, will cause them wapigane wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo hauhitaji kupigana vita. Watu wa Amoni Seiri wakaangamiza, nao Seiri wakaanza kushambuliana. Jeshi la Yuda lilipofika penye mnara wa ulinzi huko jangwani, waliangalia upande wa maadui, wakaona maiti zimetapakaa kila mahali. Hakuna mtu yoyote aliyenusurika. Hakuna mtu yoyote, hakuna kitu hata kimoja kitanusurika kwenye maisha yako. Maadui wote waliopangwa, waliojipanga, waliotumwa, waliojituma, wote kuna atakayenusurika, wataangamizwa kwa sababu ya Mungu wako ajidhihirishe. Tuendelee brother. Jeshi la Yuda lilipofika penye mnara, tumesoma hiyo, wakaona maiti zimetaka. Yehoshafati na wanajeshi wake wakaenda kuchukua nyara, wakakuta ng'ombe wengi. Haya, kwa hivyo maadui watauana, uende uchukue utajiri wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakachukua nyara, wakakuta ng'ombe wengi, mali, nguo na viatu vingine vya thamani vilivyochukua muda wa siku ngapi? 3 kusomba nyara hizo, na hata hivyo hawakuzimaliza, kwani zilikuwa nyingi mno. Hautamaliza. So don't panic. Don't waste your time on those nonsense things you are doing. Don't waste your time. Ako kamama kana kusubua, ako kamzee kana kusubua, ako kamutu atikako kwa maisha yako kana kusubua. Don't worry about that. Ati my sister ni mchawi, ati my brother ni mchawi, ati my husband ananisubua, ati my wife ananisubua. Don't waste. Invoke God. Tell God, this is what I want to do. Invoke God in every battle. You are going to take everything. Daudi alipomuhusisha Mungu, alienda akapigana, alikuta wale washarara, wakawapiga, wakachukua vitu zao na zile za wale waliokuwa wameteka nyara watu wao, and they won the battle. That is how you are going to win this battle. That is how you are going to conquer everything that is against you. You should not worry. You should not be worried at all. Release yourself to God. Surrender to God and allow God to do this battle for you. You are not going to lose this battle. God will win for you. Na mkisimama nitafurahi sana. Na mkishika sadaka zenu, na si sadaka ni dhabihu, ulete hapa. Na sika dhabihu. Hii mambo ya kukujaga na ni hapana, hiyo nimekataa. Tuingie level. Tulisema hivyo. Tuingie level nyingine kubwa ya huko juu. Mwacha hiyo maneno ya 250 ya tumia, wachana nayo. Improve, raise up yourself. Raise your standard. Walimuinua Mungu wao. Si ndivyo tumeambiwa na Biblia? Walimuinua Mungu wako. Inua Mungu wako. Inua madhabahu yako, izidi maadui wako. Build yourself that level of winning this battle. Wacha kuhangaisha kwa na vitu, hata mtu kana kuhangaisha hata kajaiva na kuhangaisha mpaka umeuraragi.
Ni atia. Pay biru eno. Darona wega. Nimo koro. Adeka 035 935. Eh, 935 035 9. Answer na 9. 935 035 227 227. Washukuru ni Bwana. Unajua hiyo wimbo? Yes. Ujui? Aya, si ukae chini wimbe. Wewe. Ngoja. Nilisema musimame. Nilisema nini? Musimame. Na kisha mulete sadaka zenu. Na nitaangalia sadaka ile mnaleta leo. Yes. Niko hapa kuangalia. Shukuruni Bwana kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake za milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema,
ninakupenda. Asante sana Baba, Mwokozi wangu. Baba, ninakupenda. Asante sana Baba, Mwokozi wangu. Sitaona haya kusema wewe wangu na mimi wako. Baba, ninakupenda. Asante sana Bwana, Mwokozi wangu. Sitaona haya kusema wewe wangu na mimi wako. Kwa maisha yangu Baba, nisaidie, nisaidie Baba. Katika maisha yangu nisaidie, nisaidie Baba. Katika maisha yangu Bwana, nisaidie, nisaidie Baba. Katika safari yangu Bwana, nisaidie, nisaidie Baba. Katika mienendo yangu Bwana, nisaidie, nisaidie Baba. Katika safari ya wokovu, nisaidie, nisaidie Baba. Baba, ninakupenda. Asante sana Baba, Mwokozi wangu. Baba, ninakupenda. Asante sana Baba, Mwokozi wangu. Sitaona haya kusema wewe wangu na mimi wako. Sitaona haya kusema wewe wangu na mimi wako. Haya kusema wewe wangu na mimi wako. Utaimba haleluya Mungu, utaimba haleluya mchana, utaimba haleluya jioni, haleluya nitaimba haleluya asubuhi, nitaimba haleluya mchana, nitaimba haleluya jioni, haleluya na hata usiku.
Elia, walikufananisha na Elia na Musa, walikufananisha na Musa na Elia, walikufananisha na Elia na Musa, walikufananisha na Musa wakakufananisha walikufananisha na Elia hayupo kama wewe, hayupo kama wewe hayupo kama wewe Bwana, hayupo kama wewe hayupo kama wewe, hayupo kama wewe hayupo kama mwanadamu, hayupo kama wewe hayupo kama wewe, hayupo kama wewe hayupo kama wewe Bwana. hayupo kama wewe Teni nani, teni nani, Yeye ni wa kulinganishwa nawe teni nani, Yeye ni wa kufananishwa nawe teni nani, Yeye ni wa kulinganishwa nawe teni nani, Yeye ni wa kufananishwa nawe teni nani, Yeye ni wa kulinganishwa nawe teni nani, Yeye ni wa kufananishwa nawe teni nani, teni nani, Oh,
We thank you, Father. We give you honor and glory. Kila mtu fungua kinywa chako ukaweze kumshukuru Mungu. Umwambie, nipiganie kama vile ulivyopigania Jehoshafati. Nipiganie kama vile ulivyopigania nyumba ya Juda. Baba, niko hapa. Niko hapa na matatizo yangu chungu zima, na kutoka sasa kwenda mbele, I surrender to you. I give it up. I surrender. I surrender. I surrender to you. You are the mighty King. You are the King of Kings. Mwambie tu nimesarenda kwako. From today I want to serve you. Mwambie kutoka sasa, I want to serve you. I want to be your servant.
Kuna watu wanafunguliwa sasa, vipawa vinateremuka, vipawa vimeachiliwa. Vipawa ndizo hizo zinashuka sasa. Fungua tu kinywa chako, vinakuja, ndio hiyo inakuja, ndio hiyo inakuja, ndio hiyo inakuja. Watu wanapokea vipawa zao, wanafunguliwa. Waliofungwa kwenye mashamba, waliofungwa kwenye ndoa, waliofungwa kwenye biashara, waliofungwa kwenye kazi zenu, waliofungwa kwenye mambo ambayo mmekuwa mkifanya in your family, now God is setting you free. God is releasing you. There is a power coming now upon you. Nakuja sasa. Fungua tu kinywa chako, endelea kuongea. Mwambie Mungu, here I am. I need you to guide me. Mwambie, you are the master, you are the king. You are the everlasting Father. I worship you. Yes. Mwambieni Bwana asante, 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 wanadamu, mwambieni Bwana asante, mwambieni Bwana asante, mwambieni Bwana asante, Bwana, mwambieni Bwana asante, asante Bwana, mwambieni Bwana asante. Sema nami kama mtoto Bwana, sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto Bwana, sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto Bwana, sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto, haleluya, sema nami kama mtoto. Moyo wangu wa kutamani Bwana, moyo wangu wa kutamani, moyo wangu wa kutamani, moyo wangu wa kutamani, moyo wangu wa kutamani Bwana, moyo wangu wa kutamani, moyo wangu wa kutamani, moyo wangu wa kutamani. Ukisema utanibariki Bwana, ukisema utanibariki, sema Baba, ukisema utanibariki, haleluya, ukisema utanibariki, ukisema utanibariki Bwana, ukisema utanibariki, sema Bwana, ukisema utanibariki, ukisema utanibariki, ulisema utaniinua Bwana, ulisema utaniinua, utaniinua Bwana, utaniinua, ulisema utaniinua, ulisema utaniinua Bwana, ulisema utaniinua, sema Bwana, ulisema utaniinua, haleluya, ulisema utaniinua. Mwambieni Bwana asante Bwana, mwambieni Bwana asante, mwambieni Bwana asante, haleluya, mwambieni Bwana asante, mwambieni Bwana asante, mwambieni Bwana asante, mwambieni Bwana asante, haleluya, mwambieni Bwana asante. Oh, moyo wangu wa kutamani Bwana, moyo wangu wa kutamani, moyo wangu wa kutamani, moyo wangu wa kutamani, moyo wangu wa kutamani Bwana, moyo wangu wa kutamani, moyo wangu wa kutamani, moyo wangu wa kutamani.
utanibariki Bwana. Ulisema utanibariki. Ulisema utanibariki. Haleluya. Ulisema utanibariki. Baba, hatukuzi utukufu wako, bali Baba utukufu kurudie. Asante Baba kwa sababu ya kutujaza na kutubariki na kutupanua na kutupigania, maana ni mwaminifu. Natangaza neema yako na nguvu zako Bwana zikaambatane na kila nafsi ambayo Bwana imekanyaga mali hapa. Ninajua kwamba maisha yetu hayatabaki sawa tena. Na ule moto Baba umeuasha ndani mwetu. Wacha Baba uendelee kuwaka kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Watoto wako wanapotoka kurejea manyumbani, tunawafunika kwa damu Yesu Kristo. Bwana, ninaomba ya kwamba Bwana, kuanzia Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, wacha nguvu zako na ulinzi wa kiungu uwe juu ya maisha yao kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante kwa sababu ya mtumishi wako, jinsi Mungu umemtumia kwa njia ya kipekee. Endelea kumbariki, endelea kumpanulia Bwana majeshi. Mungu mfalme, mbingu zilizo wazi Bwana, atembee kwa mbingu zilizo wazi. Anapokuita Bwana wa majeshi, Mungu utasikia. Inafunika watoto wa nyumba hii kwa damu ya Yesu Kristo. Na ni kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba tukiamini. Inua tu mikono yako juu. Nataka umpatie Bwana sadaka ya nzuri ya makofi. Haya, 1, 2, 3, mpe Yesu sadaka nzuri ya makofi. Ubarikiwe kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Aha. Na tafadhali, hiyo viti tu tafadhali tunawaomba. Wamama msiende, vijana msiende, turudishe tu hizo viti vile zilikuwa, na Bwana atatubariki sana. Amen. Wakati wanamuziki wanatuimbia hizi nyimbo nzuri, alafu tukipanga hizi viti kwa jina la Yesu Kristo. Msaada wangu, wewe ndiwe Baba yangu, msaada wangu. Nimesikia kwamba tafadhali hata msipange. Kumbe kuna watu wamejitolea, wanataka kupanguza hata kama ni kesho. Amen. Asanteni sana. Mungu awabariki na tukutane Friday Thanksgiving. Tafadhali don't miss. Unapotoka hapa jamani, kuwa mtu mzuri milele yote. Uende ukiwatangazia wengine kesha Friday. Don't miss. Kwa jina la Yesu, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Aha, apostle atakuwa naona watu haya, atakuwa naona watu. Kwa hivyo njoo ujiandae na Bwana atakubariki sana. Praise. God bless you.